Vipi wadau, by the way, it's been a while manze. Mi kazi yangu tu ni kuwapostia shots. Sasa nimeamua acha niwapostie video manze, mjibambe na story niko nayo hapa hivi. So leo nataka niwachapie story kuhusu dem nilikuwa na date back then 2021 to 2022 ikielekea kwanza hapo hivyo. Okay, sitaji jina, simtaji jina ama nimpee tu jina. Wacha nimuite Mary. Hakuwa anaitwa Mary but nampatia tu jina Mary. So dem tulikuwa na date. Okay, sijui kama ilikuwa serious date. Siko sure but dem manze nilikuwa nampenda mbaya sana. Yaani she was my first girl by the way mwenye nilikuwa na date pia at the same time. Haya. So tumemaliza high school ndo sisi tumeingia kampo hiyo 2021 tumeingia kampo. Dem akaitangwa sijui kanitaja hiyo jina but show iko hizo area za Kisumu, sijui ni Kisumu ama Kakamega, I don't know, sitaki kutaja hiyo kampo. Wacha tuiite aje, wacha tuite Oxford, hata kama iko Kenya, Oxford University. Iko huko hizo size za Kisumu, sijui Kakamega huko. So dem ameitwa huko na mimi nikaitwa hapa hivi KCA. Manze distance bala bana, but once in a while alikuwa na make it up to ana come through. Tuna meet up mara moja maybe kwa once in a month hivi tuseme. So nikiwa njaa sana namsukumia kafea hivi anakam. So ilikuwa tu sawa, sikuwa na issue nayo, but imefika tu time inaelekea kugonga hivi 2022, actually 2021, end of 2021 hapo hivyo deck. Kiplani nika notice dem kuna venye adai stories zangu. Up to that point umenielewa. Kiplani adai stories zangu. So like nilikuwa na chat na mtumia meso, hataki kureply. Maybe ana reply after a week. Alafu nikimuuliza rada, mbona hujakuwa ukireply message zangu? Anaanza kuniambia ati unajua na wako ni kuhama, nataka kutoka kwa hostess niingie sasa huku nje nyumba za rentals na nini. Nikamuuliza yani kuhama inafanya ninyamazie? Najua niko busy all day like kwani natafuta nyumba hadi usiku juu it's a whole week. Okay, mimi nikasema ni sawa basi, ina noma. Kidogo nikadhania tumebonga, namtumia tena message, maybe ananiambia niko na exams nini. Nikatulia. Tunaingia sasa Jan 2022. So 2022 kuna maybe hapa nilikuwa nimemunyamazia tu njoo. Okay, wacha tu nisimuoneshe niko idhaa yake sana. Maybe akitaka kuni DM ni sawa, but mazeji ya kumpenda man kaniforce tu ni mdm tu. Nikamdm nikamuuliza video ulimanage kwa makaniambia ni manage kwa ama na nini. Manze niko njaa, nataka mboga ikuje bana, nataka mboga ikuje Kanairo. Nikijaribu kumproposea manze si ukam nini nikitry kumshow hiyo ana resist sana, like akotuze like nitakwambia nini, alafu then get bado tu kuna venye communication haiko, sijui una get. Hata kuna time nilikuwa nampigia phone hachukui, like phone hachukui almost a week, nimeshinda nikicall simu haichukuli, na maybe nituma message yenye hakufungua. Manze date 14th of February 2022 ikaingia. Si unajua tu 14th ni siku ya Valentine's Day. Manze nikaingia DM tu dem manze, nikamuish happy Valentine's. But nimuish after nimejam, tumekorofishana mbaya sana, manze like ile kujam manze, mnabonga mnaongeleshana upala pale kwa WhatsApp kwa chat manze, unamshoma news hujakuwa poa nini manze, umekuwa kinitenda mbaya nini. Sasa mna get hiyo nini venye mnaongeleshana upala, mmekasirikiana yani mmejamiana. Demo akakuwa zile za like okay sawa basi. So mimi nikajua wacha nimshow happy Valentine's na nini, maybe ndo tuone kama hiki kitu tunaweza settle. Demo akasema thank you na hivyo. Na nikakaa hivi nikasema na video dem si anakuwa Instagram. Hii account yake mara ya mwisho kustock ilikuwa lini? Actually sijawahi. So acha nimstock sasa for the first time. Juu ni dem ako ana post anything. So mimi kwa nimfollow tu hiyo account na hivyo nikaamua acha niende ni stock hiyo account. Guys, nimeona nimefungua IG, nimesearch jina yake, then naona okay hajakuwa kipost anything. Naenda side ya kutag. Guys,
Niambieni mbona na tag mtu naingia hiyo part ya kutag. Usinagea tukislide hiyo section ya kutag yenye wasi wenye wamemtag. Mbona nikiingia hapo hivyo napata two videos like hizi ni two reels za msee. Okay, mwenye amemtag ni ndume but amemtag akiwa kwa bed, hana t-shirt. Sijui kama unapata. Then kuna this girl mwenye ako tu na bra peke yake. Then ako on top of this guy, alafu ako hivi na simu. Sijui kama unapata, ako hivi na simu. So dem ndiye anarecord hivi na simu. Manze, nilikaa hapo almost 20 minutes nikiwatch hizo videos mbili. Majamaa, alikuwa dem yangu. Hey. Kwa hizo video mbili alikuwa dem yangu. Hapo nyingine I guess ya pili walikuwa na kisiano kama pia na mamunju na stuff. Buda. Manze, so what I did, ni download hizo videos, nikamsukumia kwa DM. Aka open DM. Manze akaona shit. Akaanza kunitumia message, manze sorry nini. Manze si hivyo nafikiria manze. Like hata kama hivi nashangaa, manze uko unatoa guts za kuniambia ati I'm sorry na nini. Like hata unafaa kuziona unanyamaze. Mimi nakwambia ni waka moto manze. Karibu hata nitosi hiyo dem vibaya tena sana, but nikakaa nikasema manze kama imeenda ilikulwa. Yo bro, mimi nilitendwa mbaya sana. Like hata sijui mwanaume alikuwa anafikiria nini akimtag na akipost hizo videos. So ndo nikirudi tena kwa account yake after I guess kitu kama 30 minutes, napata this girl amefanya nini, hizo tagging haziko. So nikaenda, alikuwa ameambiwa boy afanye nini. Juu niliingia kwa account ya boy tena nikapata hizo video haziko. So udem aliambiwa boy delete hizo videos. Haya, hata I guess maybe udem hakuwa anajua cause ni dem mwenye ingiangi hiyo Instagram sana. So maybe hakuwa anajua tu boy amemtag hata kwa hizo video. Haya, nikamwacha ni stalk huyo boys nimjue vizuri. Usina get sasa ile nini ya. Lazima nijue ndo mwenye sasa wana date na nicho. Huyo dem that same day ni try kumcall, anachukua then anapatia mwanaume simu, anapatia boy simu ati niongee na yeye. Like una get the stupidity yenye iko like sijui kama unapata. Mimi na feel sijui maybe nijituko nimeshatoka high school ama nini. Mimi najua saizi hata nikidate dem manze mimi tuachane manze, si feeling like niko at broken man. Juu na yeye ni at break design nifunza bana. Nifunza manze juu nimekuwa anyway. Ni masaibu ya long distance relationships, hiyo na lazima u experience manze. Kama una date dem ako far, manze usiwe kuwa na expectations that your dem manze ati ako tu loyo, ako tu hapo hivyo manze ako huyo dem akiwa mbaya ako mbaya manze, atatafuta tu ndume huko tu, na atakuwa sasa huyo ndume atakuwa kama main wake ama ukue main, but sasa ule kule hivyo ako na ule ndume mwenye wanafanyanga kama mambo njumie. I felt that, ni feel hivyo. Haya, so ikaisha hivyo, ni date 14th Feb. So mi tukaachananga hiyo date 14th of Feb. Then sijui akili yangu inafikirianga aje, nimekaa tu hivi nikajiambia na sinianze kuscam watu kwanza. Juu maisha kidogo kuna venye inipeleki fiti, sinianze kuscam watu. So what I did, nilicreate pseudo account. But target haikuwa ati ni scam wase directly. Like ilikuwa kwanza ni create pseudo account nijibambe nayo ipate followers and stuff. Haya, so nikaunda pseudo account na nikaita kajina kadem manze bio hapo hivyo, nikachachisha na emoji na nini, na nikaweka picha nilikuwa natoa Pinterest ya dem fulani hata simjui ni nani, manze picha zake ndio nilikuwa na post hapo na ni blackface una get. So like inaita vibe ya hii account iko based in Kenya na this girl ako Kenya. Hata nilikuwa post mavitu ma restaurant za huku Kenya, maybe nachukua mapicha kutoka kwa wase madem hivi wenye wampiga na post kwa story, ndio wase wana hii account yenyewe ni legit, this girl ni ana post. Nikaamua kufollow ule boys sasa mwenye wana date na ex wangu. Sasa nikaamua acha ni follow huyo boys niwe na mstalking na hiyo account sasa vizuri tena sana. So nikaona wanajipost wametoka sijui ati ku travel wapi, sijui wametoka nature walk and stuff. Lakini nilikuwa na stalk tu hivyo. Then kidogo I guess huyo boys akakuwa zia curious sana. Ni manzi upi huyu mrembo amenifollow hivi? Sijui kama mnapata up to that point. Ni manzi upi huyu mrembo amenifollow hivi? Jamaa kanifollow back. Kunifollow back after 2 days sasa. Kijana akani DM. Ni aje? Nikajua bas. Wacha sasa ni vibe na yeye ni full mbaya sana. Nijua unadhania mimi ni dem.
Nikakaa tu hivi, hiyo meso maybe ilituma kitu kaa saa 1 asubuhi na reply maybe masaa ya jioni. Hey, how are you? Afu sasa manzi kizungu ni kuivia. Unajua alikuwa anitumia na Kiswahili, mimi na reply na Kizungu. Juu kuna point hata wewe boys aniuliza by the uko unaishingi wapi? Nikamwambia mimi I live in Westlands, Nairobi, na nikatafuta tu jina ya ku nini. Jamaa akani DM akaniuliza unaishi wapi, nikamshow ST nini. Boys akakuwa zile za like this udem ni rich girl na nini. Alafu unajua manzi ananiingiza box. Get it is do account. Na use anataka kuniingiza box. So ni mimi nicheze tu. Alafu sasa unajua mimi nilikuwa na resist venye mademu resist like unajua kuna design ya mademu resist kwa sina interest lakini sina interest like, kupima kwanza boy. Sasa nilikuwa na active. No ways akaniambia mi kwetu ni size ya Kericho. Sijui niambia Kericho wapi specific. Akaniambia kwetu ni size ya Kericho. Na nafanyanga saizi nafanya busy za kuku but home nafanya busy za kuku nini then nauza stuff hizo, yani stuff na hizo sijui inaitangwa aje hiyo farming ya chicken na stuff. Kaniambia ndo anafanyanga. Okay, mimi nikamwambia okay, mimi sitakwambia tunafanya nini. Mimi ni student. Na nikamwambia campus fulani iko hapa hivi naye. Nikamshow mimi ni student, my dad anawaka kwa politics. My dad anawaka kwa politics, my mama anakuwa majuu, but very soon nakuja Kericho cause huko ndiko my dad ametoka, nakuja kuvisit my grandma. Boy akakuwa surprise. Walai, sema walai. Nataka tupatane na wewe manze. Nikamwambia mimi na noma tunaweza patana but sasa shida ni moja manze. Uko kwa show the moment manze nimeenda nimeacha huko wanakuwa strict sana like naweza kosa kutoka but naweza kuwa kitu gumu na nitoke tu like haitakuwa noma si ati after all kuna msi atanichapa ama nini but wanakuwa so strict kuniruhusu yani kunipatia freedom ya kutoka nje. Kaniambia haina noma but nikamshow mimi nikikaa nitakuambia. Na by the way what I did mseo kataniambia kwa ni Kericho, I don't know that name yenye initajia. Niliingia kwa Google Map. Kuingia kwa Google Map nika search area yenye almost karibu na hiyo place. So ni kama Nairobi, si mnajua Nairobi Metropolitan, si ndio? So ni kama kwao ni Kasa, then nikatafuta kwetu inaweza kuwa wapi, nikasema Kiambu Road. Sijui kama unapata. So ya Kasa Kiambu, that place si far. But unajua kama ni mashambani, kiplani ni mbali. But si sana, ni place unaweza. So nikamshow okay naweza kuja na naweza tafuta design ya kutrick my show tufanye nini. Boys akaingia box akanitisha hadi namba yangu. Mimi nikamjenga namba. Akani DM WhatsApp manzi tuko na chat once in a while. Sasa boys akaanza zeza like no nini. Sasa unaona point ya boy na dem ku sex chat kwa WhatsApp sasa ako hivyo. Mimi nikajua mimi nani? Nitajifanya mimi ni dem. Acha nikubebe ufala. Bado ilikuwa nifike point nikuwe kama mula hizo chats nilikuwa nazi screenshot ndo ati nitumie huyo ex wangu one nilikuwa tumia ex wangu na namba random yenye hata hujui nani, then niandike hapo I'm flirting with your man so chunga your guy. So like kuharibu tu nini yao. Manze niko almost kufika hiyo point man, nikasema hapana tatafuta tu misia venye kitaramba au kijana. Haya so boys mimi nikajifanya tu dem bana. Ananitumia zile mama cucumber na mimi namtumia zile ile machungu yenye sijui na kama tako. Namtumia hizo. Hapo namtumia zile ma lips. Boys anaingia box. Niko sure boys alikuwa ananyonga. Na ajui hata nani anaongea na hiyo time. Boys akaingia. After nikamshow by the way mimi nimelast like nimekuwa kutu imenikula for like nimekuwa kutu for long. Like yo kumbuka namuongelesha na Kizungu ikai nikaa tu demu una get ako class ya juu. Sasa nikamwambia alafu unajua mimi ni mse mwenye nili break up na chali yangu na yeye unitafuta but mimi simdai like literally simdai hata kama niko sex start kufanya sex naye. Boys akakuwa za like why a beautiful guy like you sijui nini nikamwambia mimi unless nitafuta tu mse mwingine random tunaweza tutafuta tu mse mwingine random mwenye maybe tunaweza kuwa na one night stand. Akarudi akaniambia na mimi nikamwambia nikasema tile mnageta sasa na try work kadem kabisa. So boys nikakaa tu hadi siku moja nikamwambia okay nilifikiria kuhusu ile kitu by then nikikam Kericho si tunaweza plan to meet up
Then unaweza ni organize, I don't know, maybe tujue tu pesa tunaweza patania, please I need it. Boys ni mjinga sana. Boys aliniambia usijali, hizi mairi anajua piti tena sana, hata naweza tafuta BNB ukuje tupatane huko, then tufanye hiyo kitu. Nikamwambia na noma. 2 weeks zinaisha, na mdm namwambia manze tumefika, tuko kwa shosh nini but maybe tupatane leo jioni. Wacha my dad akiishia, then mimi nitafute way of sneaking out. Wakinipigia simu nitawaambia niko kwa beshte fulani mwenye ni beshte yangu kampo yenye nasoma, nimeenda kuvisit kwao na nadozu huko kwao. Boys akaniambia sawa. Jioni kafika, boys akanidia niache uko wapi? Kamwambia manze usikii dada amekuwa mtiaji leo manze, ametoka bila kuniachia do, sina kitu hata kidogo. Jana nilikuwa na 5k but manze nilitumia manze, so my dad ametoka bila kuniachia anything, like literally sina do na shosh hazinipatia. Sasa itakuwa noma na tusipomeet leo, sioni kama kuna siku nyingine ni juu huku niko tu for 1 week then nirudi shule. Boys akakuwa gentleman enough, akaniambia usiumie, fanya aje, mimi hata nimetafuta place but ni kwa beshte yangu nimeongea na yeye, so amenisaidia place, ameniorganize, amenisaidia place, naweza kusukumia fare ukam. Nikamwambia okay, nikamuuliza unaweza manage kunitumia 1500. Juu nilicalculate cost ya Bolt kutoka huko hadi place nilikuwa na meet na yeye, nilikuwa na sijui inakuja 900 kitu kana 9 so sijui mbona but hizo places Bolt kuna venye inakuwa a bit expensive. Nikamwambia inakuja kitu kana 9 so naweza kuja na Bolt 9 so, then nikamwambia maybe unaweza ni tip kidogo then nitakurefund hizo za juu, nitaweza kurefund after. Boys akaingia box, like mimi sijaona mwanaume kama huyo bro, sijaona yani mwanaume hivyo ni mnatumia nanga fare huko nje, like dem mnachat na hivyo afu unamtumia fare. Kumbuka huyu boys hatujaipigania na yeye simu, like so ni ajui hata sauti yangu, sijui kama mnanipata, hatujai like kwa call hatujawahi, so hata ajui sauti yangu. Mimi nikaa tu kidogo nikaona M-Pesa I have received, hata nikajua jina yake real venye anaitwa. Yo alinitumia 1500. Huyo boys hata niko sure ningemwambia 5k angenitumia. Maybe aliuza kuku huko akapata hizo 15 akanitumia. Sema kufurahia. Sasa nikajua huyo boys ni mjinga sana, nimemcon. Kimemramba vile nilikuwa nataka. So what I did after kutuma hizo do, nimpatia namba. Okay, namba yenye hata ituma nimpatia namba ya stake, sema okay ni relative but dem. So nimpatia namba, tulikuwa na huyo dem size hapo hivyo. So nimpatia namba hiyo, nikamwambia tuma kwa NG ndio iko registered na M-Pesa. Akatuma. Alafu sasa nikamwambia dem, mazee nisikumie hizo do haraka sasa hivi, wewe chukua 200 yako sijui 500 yako, wewe nitumie hiyo tao manzeni. Juu akianza akireverse kama size ziko kwako zitarudi kwake, but ukishazitumia hazitarudi kwake. So akanitumia, then kijana akaniuliza okay unakuja? Nikamwambia nakuja. Kijana alingoja, anapiga simu sichukui, like alingoja, anapiga hata kwa hii namba yenye ametuma haichukuliwi. Akangoja. So to cut the story short, kijana alichoka. Alikuwa tuma DM tu akisema manze unifanyie poa, like unifanyie poa, mbona unifanyie hivyo, wewe ni rich girl hata sijui nini. Then sijui hata mwenyewe akachoka, then akakujanga ije after sijui siku ngapi, akakuja ije kani DM akaniambia by then nikuulize wewe ni dem hata? Guys. Okay, niruzi account by then. Niruzi account that same. Niruzi account ama nilipeananga hizo logins kwa mse fulani, nikamwambia by then niko na sudo account hapo iko na followers, kama unaidai shika nikupeni. Jini boys kwa asikia akicravia sana ma accounts. That was before hata nianze content. Na sikuwa that into wanting kufanya content na stuff. But hiyo account mazee iko imeanza kugain ma followers cash it juu hizo pictures zilikuwa zina manze nikapeananga logins kwa boys fulani hapo, yeye ndiye ana operate, but sidhani nilimpatia logins zikiwa na hiyo chats zenye nilideletingi. Nashuku nilidelete chats between me na huyo boys. In fact huyo boys ni block kwa social accounts hapa, pia WhatsApp na stuff ni block. Anaweza kama mimi ni dem, so ni kama alinotice hapa hivi kuna venye nimepigwa
But ni tu hiyo story nilikuwa nataka kuachapia. Then niko na story tu more and more manze. Subscribe kwa YouTube channel yangu mpate uhondo. By the way, kuna vitu nyingi tena sana nimefanya kwa hii life bana. Up to this point manze, kuna vitu nimefanya nyingi tena sana. So nitakuwa nawachapia one by one. Zinaweza kosa kuwa most, but in the meantime subscribe-ini. Kuna cinema ina come by the way. Guys, have a nice day. Wanasemanga aje kwa heri, mtu usema aje? Mtu usema aje kwa heri? And remember to subscribe. Kuna ile jina yenye mtu usema adios. Adios muchachos. Adios. Aja.